Bwana, bila shaka Pasaka ya 2025 itabaki kama kumbukumbu ya kuumiza zaidi kwa waumini wa dhehebu la Kikristo la Katoliki duniani. Hii ni baada ya kuondokewa ghafla na mpendo wao. Hapa nakizungumzia kifo cha Papa Francis, ambaye yeye alikuwa ni papa wa 266 wa kanisa la Katoliki tangia Machi 13, 2013 ambapo aliingia madarakani baada ya Papa Benedicto wa 16. So natamani iwe fresh memory, na hapa nitakuhitaji tuweze kugo back mpaka 2019 ambapo tunakutana na director Fernando Meirelles. Yeye bwana, inaelezwa alikoshwa sana na uandishi wa Anton Martin, ambapo uandishi huu alikutana nao ulihusisha kisa cha kweli na kuproduce filamu iliyokwenda kwa jina la Two Popes. You think you know better? We are no longer part of this world. Filamu hii bwana inaonesha maudhui ya papa wawili ambapo walikutana pale Vatican na kuzungumza mengi makubwa ambayo yanalihusu kanisa Katoliki. Na filamu inaanza kwa kumuonesha Kardinali George Mario Bergoglio akihitajika Vatican mara baada ya kifo cha Papa John Paulo wa pili, na baada ya muda Kardinali Joseph Ratzinger kutokea Ujerumani anachaguliwa kuwa Papa Benedicto wa 16. Kardinali Mario akiwa mtu pekee ambaye aliweza kumfuata kwa kura nyingi. The grand doors have slammed shut and will remain so till the next pope has been chosen. From that balcony up there. Mara baada ya miaka 7 hivi kuweza kupita, kuna scandals zinavuja na uongozi wa Benedicto unaonesha kuficha siri zaidi ili kuliepusha kanisa kuchafuka. Confidential church documents were allegedly leaked to the press, Alleging corruption and misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away with... So wakati huo Kardinali George Mario anaamua kuandika barua kujiuzulu na kuamua kuituma moja kwa moja Vatican, na hapo ndipo Benedicto anaamua kukutana naye kwenye hekalu la Castel Gandolfo, ambapo hekalu hilo linapatikana kwenye makazi ya papa, na kuanza kuzungumza naye mambo mengi kuhusiana na kanisa. You know, the hardest thing is to listen to His voice, God's voice. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Na baadaye wakiwa katika chumba cha machozi wanakiita Room of Tears, Bergoglio anafunguka sababu za kuamua kujiuzulu, na hapo ndiko ambako Papa Benedicto anamkatalia na huku akimtaka kuwa mrithi wake mara baada ya kuweza kustaafu, wazo ambalo Bergoglio anapingana nalo vikali, na anaamua kumweleza kuwa yeye ana historia ambayo haipendezi kwa yeye kuweza kuwa papa, hasa kwa nchini kwao Argentina ambako alikuwa na historia mbaya ya kisiasa. So baada ya yote, Papa Benedicto anamueleza Kardinali George kuwa hata yeye pia anajiona hafai kuendelea kulitumikia kanisa mara baada ya kuficha maovu mengi ya watumishi wa kanisa la Katoliki. We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You are mistaken. You are... I cannot play this role anymore. You're the right person. Church needs to change, and you could be that change. It could never be me. Baadaye wanaonyesha wanaachana. Benedicto anaendelea na shughuli zake, wakati huo Bergoglio anarejea kwenye eneo lake la ukardinali. So kisha baada ya mwaka mmoja, Papa Benedicto wa 16 anaamua kuweka kila kitu hadharani, kujiuzuru madaraka ambayo yuko nayo, na hii sasa inapelekea moja kwa moja uchaguzi wa mwaka 2013 ambao ndio ukaweza kumleta George Mario Bergoglio madarakani na kuanza kutambulika kama Papa Francis. Reform needs a politician. The most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Mwishoni kabisa mwa filamu hii inatuonesha mapapa hao wawili wakiwa wamekutana wakitazama mchezo wa fainali ya kombe la dunia la mwaka 2014 baina ya Argentina ya Papa Francis dhidi ya Ujerumani ya Papa Benedicto wa 16. On the journey? Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him. People must remember that you are not God. You're only human. Bwana, filamu hii imekuwa produced chini ya usimamizi wa Netflix, huku wahusika wakuu ni Jonathan Pryce ambaye aliamua kucheza kama Papa Francis, pamoja na Anthony Hopkins ambaye yeye alicheza kwa uhusika wa Papa Benedicto wa 16. Na kwa mara ya kwanza kabisa ulimwengu uliweza kuitizama filamu hii kwenye Telluride Film Festival Agosti 31, 2019, na ilipofika Disemba 20, 2019 ikawa hewani rasmi kwa kila mwanazengo kuweza kuitazama. Budget ambayo ilitumika inaelezwa ni dola milioni 40 ambazo ni sawa na bilioni 100 hivi za kibongo, na mpaka sasa kupitia Netflix pekee imeweza kuvuta mkwanja wa
dola 758,711 hivi, na kwa mujibu wa Netflix wanatuambia filamu hii imeongeza asilimia zaidi za watu kuweza kuitazama mara baada ya kifo cha Papa Francis kuweza kutokea, na mpaka sasa imeshinda tuzo moja tu ya Hollywood Film Award, lakini ishakuwa nominated katika tuzo takriban 6. Ndani mwake kuna vipengele takriban 20 tofauti, lakini haijafanikiwa kuweza kushinda zaidi ya kipengele hicho kimoja ambacho nimekuambia. So weekend hii tunaweza tukaicheki moja kati ya filamu kali kabisa, The Two Popes, moja ya filamu ambayo inatukumbusha enzi ya Papa Benedicto 16 pamoja na Papa Francis, moja kati ya mapapa ambao wameyafanya mengi na naamini ataendelea kukumbukwa kwa mengi mazuri ambayo waliweza kuyafanya. So kwa leo tuishi nayo hiyo. Ni Shadi Said Ngamilo, jana mtiifu, mitaa inanitambua kama mnyalo mmoja. The hashtag on IG, FB pamoja na YouTube ni Shadi Said Ngamilo. Till next time, bye 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 bye, ciao.